Nganyane ati sababu umeona viongozi wa ODM wako kwa broad based government, sasa mnaanza kusema urongo hapa. Hapana. Wakati Ruto alikuwa deputy president alikataa mambo ya kuongeza bei ya mafuta, na hizo vitu ziko kwa record kwa social media. Na mimi naambia wanabunge, sisi Wajaluo tumesoma, watu wamesoma, na tusidanganye mtu hapa. Kuna kitu inaitwa demand and supply. Kama umesoma demand and supply vizuri, bei ya mafuta haifai usupport. Mimi nawaambia tu kweli, wacheni kusema vitu za urongo hapa. Demand and supply inasema ya kwamba products zikitoka kwa supplier ama imetoka kwa manufacturer imekuja kwa soko, na wale ambao wana demand wako wengi, bei ina shoot. Unanielewa? Na kama supply ime maintain na wale ambao wanataka kununua hiyo product iko pale pale, namba haijaongezeka, hakuna haja ya kushoot bei ya product. Sasa tuelewi kwa nini bei ya mafuta imeenda juu. Tunadanganywa ati Iran na Israel wanapigana, hiyo ndio maana bei ya mafuta imeshoot. Ni urongo kabisa, wasitudanganye. Haezi shoot na 40 shillings per liter. Hiyo ni urongo kabisa. Kama ni kushoot, inafaa shoot na less than 10. Hiyo tunajua. Urongo za watu wa Ruto tunajua. Ruto ameingia pale, alisaidiwa. Sasa ameanza kuiba vitu za Kenya, anamaliza Kenya. Hiyo ndio kitu inaendelea. Na Rigathi Gachagua alisema, huyu jamaa ataongeza bei ya mafuta na 40 bob, na imefanyika. So watu wa ODM mimi nawaambia tu kweli, hakuna urongo. Wacheni siasa za hapa kwa miguu. Angalieni siasa ya mbele. Sasa Raila alikufa, tumeanza kufikiria hapa chini. Tumeacha kufikiria mbele. Raila alikuwa anaona mbele. Sasa chairperson wa ODM National anasimama kwa kamera, microphone, kwa podium, ati anasema hataki party yoyote Luo Nyanza. Alafu ye party yake iende Western, party yake iende Masaini, party yake iende Coast. Amu nafikiria hao kabila wengine ni wajinga? Kama hataki party yoyote Luo Nyanza, ODM pia isivuke Siaka baba kwenda Western, isivuke Kisumu kwenda Kalenjin, isivuke Homa Bay kwenda Kisii, isivuke Migori kwenda Kisii. So mimi nawaambia tuache siasa za watoto wadogo, tufanye ile siasa yenye inaonekana. Hii mambo ya mafuta watu wa ODM sasa ndio wana defend. Kama siasa of energy, my friend, hana technical terms ya kudefend job yake, jamaa hata tamoja ya engineering, yeye ni CS of energy wapi? Juzi alikuwa anaulizwa na Ivono Kwaro, ile mafuta ilikuwa discovered Turkana, which type of oil is that? Ameshindwa kujibu. Yeye ni CS of energy. My friend, Ope Wandayi, unajua hata unit moja ya Kenya Power inabeba watts ngapi? Yani Ope Wandayi hajui hata kusoma tape measure. Ati yeye ni CS of energy. My friend, sisi Wajaluo sisi tumesoma. Tuko na ranks kubwa kwa education. Kumbe kwa ground hatujui lolote. Inaonyesha tu mtu amesoma law. Ope Wandayi amesoma law gani? Lawyer lazima kuwe na basic. Anaweza tatua engineering, engineering problems. Akiulizwa anaweza tatua. Lakini tunapata ya kwamba kumbe wale ambao tulikuwa tunaambiwa ni expert, kumbe ni dwarf. Wale hakuna kitu wanajua. Joe anaweza jibu nini? John Mbadi anaweza jibu nini? Anaweza jibu nini? My friend, wasomi wako wengi my friend. Kwani CPA ni nini? CPA ni nini? CPA ni nini? Sahi hatuwezi deal na level of education.
Penye Kenya imefikia hakuna haja ya level education. Tunataka mwenye anaweza tatua shida za Kenya. Basic level education hakuna penye inatupeleka sisi kama Wajaluo. Ingekuwa level education inafanya maendeleo kila mahali, Wajaluo sasa ndio wangekuwa juu. Au ndio wangekuwa na pesa vile tunaongea. Lakini level education haiwezi saidia hata kidogo. Mimi niko na ile ya basic. Niko na basic. Hiyo ndio maana anasema pia Wandai hakuna kitu anajua. So bei ya mafuta, Mr. Speaker, saa William Samoei Ruto amekuwa mwizi, anaonekana. Ruto inafaa shikwe na DCI, apelekwe kotini pale Makadara, sio hata High Court Milimani, pale Makadara. Baada ya kutoka Makadara aende aonje industrial area kidogo. Hatuwezi kaa kwa inchi president anakuwa chairman ya wezi. Hatuwezi kaa. Bei ya mafuta inatoka hapa Mombasa. Mafuta inaenda Uganda. Bei ya mafuta Uganda iko chini, bei ya mafuta hapa Kenya iko juu. Kwa nini? Kwa nini? Ruto, usitudanganye bwana. Hiyo ndio mfano ulitumia wakati ulikuwa deputy president, wakati ulikuwa una address Uhuru Kenyatta. Ulikuwa unatuambia mafuta inatoka Mombasa inaenda Uganda. Uganda bei iko chini, Kenya iko juu. Sasa hii nasikia mwingine amesimama hapa anasema ati economy iko tofauti. Iko tofauti na William Samoei Ruto alitumia hiyo mfano. Transportation kutoka Mombasa mpaka Uganda na transportation kutoka Mombasa mpaka Mombasa town port, seaport mpaka Mombasa town. Unataka kuniambia hizo transportation ziko sawa? Kwa sababu tuko na filling station pale Mombasa. Alafu bei ya mafuta Mombasa na Uganda iko tofauti. My friend, tusidanganyane. Huyu William Samoei Ruto inafaa aende nyumbani hata before 2027 general election. Na mimi naambia Wajaluo, time ya nini? Ongea. Naambia Wajaluo wenzangu, msidanganywe. William Samoei Ruto anawadanganya, mko na yeye hapo karibu ndiye aibe, aendelee kuiba. Alafu nyinyi ndio mtabaki kwa ngori. Sasa hii naona mlipewa ile pesa ilikuwa imebaki. Hakuna Linda ground meeting nyingine, hakuna. Pesa mlishapewa. Oburu Odinga sasa hii amechoka, alitoka huko sijui alikuwa mgonjwa akapelekwa huko sijui wapi. Sasa hii amerudi baada amechoka, ako kwa kitanda. Gladys Wanga ndio ile yeye ana defend Luo Nyanza, pati nyingine isiende huko. So mimi naambia Wajaluo wenzangu, tuamke. Tufuate nyayo za the late Raila Amolo Odinga. Tuachane na viongozi hawana nia nzuri na nyinyi. Walipewa pesa, nyinyi mlipewa pesa ngapi? Sasa hii wanataka kujenga SGR. Hiyo SGR Mjaluo yupi atapewa contract? Mjaluo yupi atawin tender hapo? So Wajaluo wenzangu, lazima tuangalie hii siasa kwa makini sana. Ruto anawaingiza kwa shimo. Ya mwisho, Rigathi Gachagua anasema ukweli kabisa. Mwenye anasema sijui Rigathi Gachagua anasema nini. Rigathi Gachagua anasema ukweli. Na hiyo ukweli mtakuja kujua. Najua mtakuja kujua baadaye. Kama ni propaganda, wewe unasema hapa kwa Brown ni propaganda. Lakini wale viongozi wa ODM wanalia. Wewe hapo unasema propaganda. So Oburu Odinga, mimi nakwambia, kama unataka kukaa kwa broad-based government, fanyia Wajaluo kazi. Peleka maendeleo Luo Nyanza. Ongea kwa Kiswahili kwa kamera. Peleka maendeleo Luo Nyanza. Si ati Wajaluo wafuasi wa ODM peke yake wanajua kurusha mawe, wanajua kuresha kiaga. Lakini kifika mali ya kusaidia Wajaluo, hamwezi saidia Wajaluo. Walimu walikuwa wanaajiriwa, mapolisi walikuwa wanaajiriwa. Sasa wewe tulia bwana, utapewa nafasi. Walimu huko Luo Nyanza, teachers ndio wako wengi sana hapa Kenya Luo Nyanza. Na kuna walimu wanaajiriwa kutoka Luo Nyanza. Unasikia Wakale Wakikuyu, na the same time Ruto anawaambia Wakikuyu ni wabaya. So mimi nashangaa,
Wakikuyu ni wabaya, lakini ikifika mahali sasa watu wanaajiriwa, Ruto anasema watu wengi wachukuliwe kutoka Kikuyuni na kutoka Kalenjin. Na wewe Mjaluo mko na CS wawili, mnapiga kelele hata Wakenya wapumziki. Na huko Kikuyuni, huko Central, PS 8 na Wakikuyu hata waongei. Kalenjin wako na PS wangapi? Na wako na PS wangapi? Na wako na PS wangapi? Hata wapigi kelele. So mimi nawaambia Wajaluo, wacheni kupiga kelele bure, na uko na CS wawili. Na CS pia hawafanyi kazi, hawajui lolote kwa hizo docket wako,